Msichana wa kijijini alikuja mjini akiwa na ndoto ya maisha bora, akitaka kufanya kazi kwa bidii na kufanikiwa. Lakini siku hiyo aliona mzee akianguka ghafla barabarani. Ingawa watu waliokuwa karibu walimwambia asiingilie mambo, wakisema siku hizi si rahisi kuwa mtu mwema, msichana huyo hakuweza kupuuza. Alimsaidia mzee huyo, akamketisha na kumpa maji polepole. Baada ya mzee kuamka, alipendezwa sana na moyo wake mwema. Mara moja akapiga simu kumuita mjukuu wake ambaye ni CEO. Kisha akamwambia mjukuu wake amuoe msichana huyo papo hapo. CEO alishangaa sana, lakini msichana akaeleza kwamba yeye anataka tu kazi na kujenga maisha, si kuonewa kwa haraka. Lakini ghafla akapokea simu kutoka kwa mama yake, akielezwa kuwa baba yake anaumwa sana na wanahitaji pesa nyingi za matibabu. Kwa kukosa njia nyingine, msichana akaomba mahari ya dola 280,000. Baba wa CEO alikubali mara moja, na hivyo wawili hao wakaingia kwenye ndoa ya ghafla. Cha kushangaza, baada ya ndoa hiyo, msichana akaenda kuomba kazi kama mfanyakazi wa usafi katika kampuni ya mume wake bila kumwambia mtu yoyote. Siku yake ya kwanza kazini, alianza kudharauliwa na kunyanyaswa na wafanyakazi wenzake. Aliposikia CEO wa kampuni ana jina lile lile kama mume wake, akashangaa sana. Lakini mwanamke mmoja aliyekuwa anampenda CEO kwa siri, akaanza kumchukia. Alitia uchafu makusudi kwenye viatu vyake bei ghali na akamwamuru msichana asafishe. Msichana alivumilia kwa sababu alihitaji kazi hiyo kulipa ile dola 280,000. Mwanamke huyo akamlazimisha hata apige magoti ili asafishe viatu hivyo. Wakati huo huo, CEO akaingia ghafla. Alipoona hali hiyo, akasimamisha tukio hilo mara moja na kusema kampuni yake haibagui watu kwa hadhi. Kisha akamfukuza kazi yule mwanamke aliyekuwa anamdhalilisha msichana. Baadaye, msichana aligundua kuwa mume wake wa ghafla ndiye CEO wa kampuni. Akaamua kwamba ndoa yao ibaki siri ili kazi yake isiathiriwe na uhusiano huo. Uamuzi huo ulimfanya CEO aanze kumheshimu zaidi. Lakini maisha ya ndoa ya siri hayakuwa rahisi. Siku moja, mama mlezi wa CEO alikuja kutembelea kampuni ili kumuona mkwe wake. Ili kuonekana mtu wa kawaida, alivaa nguo rahisi bila walinzi wake. Kwa bahati mbaya, alipofika alikutana na yule mwanamke mjanja aliyekuwa akimchukia msichana. Mwanamke huyo akamdharau na hata kumsukuma chini, akidhani ni mwanamke wa kijijini. Msichana alikimbia kumsaidia kuinuka na kumketisha ili apumzike, lakini mwanamke mjanja akadhani ni ndugu wa msichana huyo wa kijijini na akakasirika zaidi. Akaamuru walinzi wamfukuze mzee huyo pamoja na msichana kutoka kampuni. Msichana akasimama kidete kumtetea mzee huyo, lakini mwanamke mjanja akatishia kumfukuza kazi papo hapo. Mzee huyo akasema kwa hasira, mradi niko hapa leo, Tessa hatofukuzwa kazi. Badala yake, wewe ndiye utafukuzwa. Watu wote wakamcheka wakidhani ni mwanamke wa kawaida asiye na mamlaka, lakini ghafla CEO aliingia kwenye eneo hilo. Ukitaka sehemu inayofuata, andika next kwenye comment.